Mganga, nini tena? Mganga, Tasha mama. Abe. Yote nimefanya kwa ajili yako. Nilijua nini kinatokea, ila sikuwa na budi. Mganga, ila sikuwa na budi kumtetea yule nimpendaye. Tasha, nilikuwa nasubiri siku ya kuwa na wewe, ila ili tatizo limenifanya nitetee uhai wako mama. Najua umeolewa, ila kwenye moyo wangu bado unaishi. Hivi ushawahi kunipenda au kunielewa hata siku moja mama? Sio kuelewa tu, bali nakupenda. Nakuomba usiniache peke yangu. Asante. Tasha, mimi sijui kama nitatulia au kupona mama. Nakuomba usiniache, mimi nakupenda. Na uwezo wa kufanya chochote nilikuwa nao, lakini sikutaka kukulazimisha mama. Nakuomba usiniache. Mganga, Tasha, shika bangili, nendeni mkawavalishe wanaume tena, na wakishavaa chukweni hizo punje na mweze kuzimeza. Na jambo la kuzingatia, msimwambie mtu yoyote kabla ya kutimiza hawa masharti ya mchanga. Sawa? Sawa? Sawa, nimekuelewa.
Simama. Afadhali mlango bwana nilipokuta. Maana najua sitakuta kama Mungu tu. Hebu vaa kwanza. Naomba mlango usivue. Sawa? Wewe vipi wewe? Kwanza nini unanivesha hichi? Yaani tu umetoka huko afu unataka kunivesha vitu vitoko vya ajabu hivi. Tafadhali mlango. Naomba usivue ni kinga kwa ajili yako. Wewe kuweza. Yaani ingekuwa ni wewe hapo nakuletea madudu kama haya. Uyajui afu nakuvesha hivyo. Wewe ungekubali? Alafu labda usikute mimi mwenyewe hapa na vidudu vyangu vya mwilini ninavyo unanivesha madudu yako ya mila mimi unafikiri kama vitu ndani na vitu vyangu je vipi? Acha kunichanganya bwana. Mlango tafadhali. Naomba usivue. Hiyo jeuri yako wewe usijifanya jeuri. Na unajikuta umejikamisha kila kitu. Ivue, afu mimi nimetoa hiyo dawa kwa ajili ya kinga kwa mume wangu. Sasa wewe ivue. Usinajua na umekamilika? Umejikamilisha eh? Sasa sikiliza mume wangu. Mimi nimechukua hiyo kinga kwa sababu nakupenda. Sasa ujifanye mjuaji, unajua uko salama. Hii dunia babako na mamako ndio walioiunda hii dunia. Sawa, ivue. Usije kunilaumu. Sasa mbona unanitisha sasa? Mbona unanitisha? Sikutishi mume wangu. Nimechukua hii kinga kwa sababu mkeo mimi nakupenda. Unajua hapa duniani hapa usoke mtu unachika naye kwamba ana fulana na wewe. Sasa ndio uniambie nini unanitisha kitu gani ili nijue hiki ni nini? Sasa unanitisha. Sikuelewi, niambie kitu gani? Sikiza mume wangu. Usijaribu. Maana huwezi kunifanya kitu chochote kile. Unafikiri kwa kikinga ndo mtaniweza? Na asanteni sana kwa kuja kunifungua kwenye kifungo. Ili nilipize kisasi changu vizuri. Kamwambie baba yako na mama yako watajuta kwa walichokifanya na watakilipia. Hii ni lazima. Kwa walichotufanyia siwezi kumwacha hata mmoja akiwa hai. Muda umefika wa kurudisha kila kitu cha watu. Labda sio mimi. Niwe hai alafu niwaangalie tu watu walioniangamizia familia yangu wakiwa wanaishi. Haiwezekani hata kidogo. Kwa ukatili waliofanya wazazi wako, sitokubali kuacha wakiwa hai. Haiwezekani, haitowezekana na haitokuja kuwezekana. Hii hapa ni kinga kwa ajili yako. Unajua hapa kwenye maisha sio kwamba kila mtu unaishika naye kwamba na wewe moyoni, yani moyoni wako kwamba ana fulana na wewe. Umeelewa? Hapa duniani kuna husda nyingi sana. Na hivyo ulivyokuwa Samboi, unaona? Na hizo nywele zako, mtu anaweza kukufanyia vitu vya ovyo. Husda tu ili mali tupate kuharibikiwa. Kama hivi mkeo ananipenda na mashiramu katujalia kama hivi tumejenga, tuna maisha yetu mazuri. Sio kwamba kila mtu anapenda maendeleo yetu. Mtu anaweza kukufanyia husda mume wangu, ukafubara dakika moja tu. Au unaweza kutengeneza chuki wewe na mimi tukachukiana, ukapata kuniacha mkeo. Angalia bado unanipenda. Alafu na hii pia ni kinga kwa ajili ya mashetani, unaona? Majini na kama vile mambo ya nuksi, mikosi, ni mabalaa matu tunasababisha tu balaa fulani ghafla tu umetoka mlangoni unaanguka au unaenda zako kazini unagongwa na gari. Kwa hiyo mume wangu inasaidia mambo mengi. Umeelewa? Na mvuto kazini kwako unakuwa na mvuto kama hivyo wateja nini unakuwa unapata muda wote. Kwa hiyo mume wangu tafadhali usivue. Sasa hebu niambie hivyo vitu. Sasa unafika hapo wanigomea, unanikaripia, unanipa mikwala. Sasa vitu rahisi tu vya kumwelekeza mtu akaelewa mapema, anaanza kunigawa. Sawa mume wangu, najua nimekosea, nisamehe. Si unajua tena pressure mkeo. Mimi nakupenda. Alafu sitaje nikupoteze. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nimezaliwa kwa ajili yako. Sawa, naelewa. Na uwepo wako kwako ndo furaha kwangu mimi na uzima kwangu mimi. Umeelewa mume wangu? Sawa. Sawa. Unanisikiliza? Unanipenda? Nakupenda. Niahidi kwamba utoivua. Sitaivua.
Unakula nini? Mume wangu sinajua tena mimi napenda vitu vidogo vidogo. Nimenunua tu chama pale, kwa hiyo ndio sasa hivi nimekumbuka, ndo naamua kuitafuna. Chama. Mhm. Ah. Sawa. Karibu mwanangu, karibu. Salama tu, karibu. Uko sawa? Salama, karibu. Kwema tu. Karibu. Ndio kutoka hapo mwanangu. Mimi nashukuru Mungu. Sijui za wewe. Nimeshinda salama. Sijui wewe kutoka hapo. Mbona kama kuna wasiwasi? Kuna tatizo? Hamna tatizo lolote, mimi sawa. Amani? Vipi lakini huko mlipoenda na mdogo wako umefanikisha? Huko tumefanikisha. Okay. Hebu ndio kwanza kaa. Hebu nikuulize mke wangu, una nini? Hamna kitu. Mke wangu, sikia, usitaki kunitania, sawa? Mimi nakujua vizuri. Ukiwa na jambo ndani yako, iwe la wasiwasi, mbaya, nzuri, mke wangu, lazima nijue. Wewe kama una jambo, mimi mume wako lazima nijue. Kama ni jema kama ni mbaya. Mke wangu, una kitu ambacho hataki kuniambia. Sawa, ndio. Sivyo sawa, lakini nakuomba mume wangu. Naomba kwanza kubali kwanza kukuvalisha hii bangili. Alafu nakuomba usikatae. Ukikubali nikuvalisha hii nitakwambia kila kitu. Okay, nivisha hapa. Nitakwambia ndio kwa nini. Kwa sababu na mama. Nakomba mume wangu sije ukavua, na hadi utakuja kuvua ile bangili. Maana ni kama ulinzi kwako. Basi sawa. Ana shida. Naomba niandalie maji ninywe maana nasikielewa. Sasa ngoja nikuandalie. Mtongo. Unakula nini wewe? Ana kitu mume wangu. Sasa lazima wanaume wajue vitu vingine vya wanawake. Mke wangu. Sasa hamna kitu kwa mke wangu leo kuna nini? Bora hata sikuelewi hivyo. Unajua bwana una mambo ya maajabu ajabu hivi, maana nikuta una wasiwasi. Sasa unakula kitu unanificha. Kama unaficha nini? Hamna kitu mume wangu, ni vya wanawake tu. Ndio kana nikakuandalie maji.
Amenyeta hapo dafu nataka tukutane kwako. Hebu kwanza achana na hayo kwanza. Vipi umefanikisha kumvesha ile bangili? Mimi nishafanikisha kumvesha, sijui wewe vipi. Jambo la kumshukuru Mungu kweli. Yaani mdogo wangu, hili jambo tulivyolichukulia sivyo kabisa. Yaani jambo linaonekana ni kubwa kiasi ya kwamba sijui kama tutaweza kulifanikisha. Kubwa wapi tena dada, wakati tushafanikisha kwa wavesha wote bangili? Tusubiri tu Ijumaa mganga alivyosema mambo ya kwenda barabara. Tunafeli wapi, tunataka kurudisha nyuma tena? Tesha mdogo wangu, yule jina amekuja kulipiza kisasi. Kisasi? Kisasi gani tena dada? Amenifuata na kuniambia kwamba wazazi wetu sisi hapa, wazazi wetu sisi wameteketeza familia yake. Kwa hiyo naye amekuja kuteketeza sisi hapa. Na usitegemee kwamba ili jambo likiisha tutakuwa tumemaliza. Bado sana. Dada, kwa hiyo tunafanyaje? Mbona nataka kutuadhibu kitu ambacho sisi hatuna hatia nacho? Hata na mimi sikuwa na hatia. Walisema mapenzi ni sura, ni pesa, ni jina na